Mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa serikali, wajumbe kwa ujumla, mabibi na mabwana, habari za saizi. Kwa majina naitwa Msafiri Fadhili Kauma, ni katibu kutoka ofisi ya mbunge jimbo la Ulindi. Nimekuja hapa ndugu zanguni, kwanza nitangulize poleni sana kwa majanga na kadhia iliyowakuta. Hii tumeipokea kama taarifa ya masikitiko makubwa katika ofisi yetu ya jimbo. Kwa hiyo tulivyoipokea hii taarifa, moja kwa moja hima Mheshimiwa mbunge akaagiza salamu. Hizi salamu ziwafikie moja kwa moja wana mijelejele wa kadhia ambayo imetukuta. Sisi kama ofisi ya jimbo tunasema kadhia imetukuta, sio wana mijelejele imewakuta, kwa sababu tukisema kadhia hii tunazungumzia jimbo zima, tunazungumzia ofisi ya mbunge. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge ametoa salamu za pole kwa wote waliopatwa na majanga haya na kuahidi kwamba kwa safari hii yeye hatokuwepo au yeye hayupo, ameondoka, yupo nje kwenye shughuli za kikazi kwa ajili ya kuwatumikia Wanalulindi. Kwa hiyo moja kwa moja mimi ujio wa hapa, ndugu zangu wana mijelejele, lengo kubwa kufikisha salamu za Mheshimiwa mbunge. Anawapa pole, anawapa imani, tuko pamoja, tutashirikiana na tuwe na imani na Mheshimiwa mbunge. Kwa hii taarifa alivyoipata, ameipata kwa masikitiko makubwa, ndipo akatuma ujumbe huu wafikie. Na jambo zuri aliloniambia, amesema kakutane na wahusika moja kwa moja, upate taarifa zao za moja kwa moja. Ikipendeza basi tuone kila mmoja kadhia iliyomkuta ameathirika kwa namna gani, wasaidie. Kama ofisi ya jimbo ametoa taarifa hiyo. Kwa hiyo masikitiko kwenu, masikitiko kwetu. Mheshimiwa mbunge ametoa salamu za pole upande wenu. Kwa hiyo mimi kama mwakilishi nimezileta hizo. Kwa hiyo naomba ushirikiano wenu panapobidi. Kama tunataka tupate taarifa yoyote, nataka tuone kwa namna gani wewe umeathirika, basi naomba tushirikiane, tuonyeshe ushirikiano kwenye ofisi ya mbunge, lakini pia tuonyeshe ushirikiano kwa Mheshimiwa Isa Ali. Kwa majina Faraji Omar Biaki kutoka Mjejele Masasi, ni kata kimoja cha Dodoma hapa Mjejele. Mimi ni mmoja wa ambao tumepata janga la tatizo la upepo wa juzi ikiambatana na mvua. Kwa hiyo kwenye waathirika wa ile janga pamoja ni kiwemo na mimi, ambao kama mnavyoona hapa nyumbani pangu janga mbele limetokea, ndio hilo hapo. Kwa hiyo ujio wa katibu wa mbunge kutoka ofisini kwao, mimi nashukuru sana ambao wamekuja hapa kuja kuangalia ile tukio ambalo limetokea hapa. Nashukuru sana ujio wao. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba naomba msaada kwa mheshimiwa mbunge kwa hiki ambacho kimetokea. Penye uwezekano kunisaidia yeye anisaidie, kwa sababu hapa palipofikia uwezo na mimi hapa nitabudi tena kurekebisha hii nyumba itakuwa ni uongo. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, na jopo lako zile ambalo wewe mwenyewe unalitegemea huko, kwa naomba msaada huo wa kunisaidia. Kwa jina naitwa Jafari Athmani kutoka kijiji cha Mjejele, kitongoji cha Keko. Nimepatwa na janga la kuanguka nyumba yangu pamoja na kuharibikiwa umeme. Kwa nashukuru kwa huu ujio sana, mnisaidie. Nilisimama mbele yenu ni kwa majina ni Abamani Mohamed Matulano, diwani wa kata ya Mijelejele. Niko kwenye eneo hili la shule ya msingi Tuleane kutokana na maafa yaliyojitokeza siku ya tarehe 13 ya mwezi wa 12 namo majira ya saa 12 jioni, kutokana na mvua kali na upepo uliojitokeza kwa siku hiyo. Kwa hivyo tupo kwenye eneo hili nikiwa na viongozi wa ofisi ya mbunge Bwana Ali Isa Mchungaela mheshimiwa,
Lakini pia nipongeze Mheshimiwa Ali Issa Mchungaela kwa namna moja au nyingine, kwa namna alivyoguswa na akaona ana kila sababu ya kutuma tume kuja kuangalia hali halisi iliyojitokeza kwenye kata yangu hii ya Mijelejele kwa namna moja au nyingine. Kutokana na ghasia hiyo iliyojitokeza, ni madarasa mawili yamezuiliwa ya shule ya msingi Tuleane kwenye eneo hili tulilokuwepo, lakini pia kumetokana na changamoto nyingine kwenye kijiji cha Mijelejele, majumba takriban 12 kwa namna moja au nyingine zimepata athari ya kuezuliwa majengo, lakini pia kubomoka na ukuta, lakini pia kwenye kijiji cha Mtengula na Mputeni kwa ujumla wake kuna baadhi ya majumba yamepata athari. Kwa hivyo wito wangu ni kumwomba Mheshimiwa Mchungaela, mbunge wetu mchapakazi maarufu kwenye jimbo letu la Lulindi, anavyopata taarifa hii aone namna gani anatushika mkono. Naitwa Ahmadi Ali Abedi, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mijelejele, na hapa tupo kwenye shule ya msingi Tuleane ambayo iko kwenye kijiji cha Mijelejele, kata ya Mijelejele. Kama mnavyoona ni maafa ambayo yametukuta kwenye kijiji chetu cha Mijelejele. Madarasa mawili yamezuiliwa na upepo. Kwa hiyo kwanza nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa mbunge Ali Issa Mchungaela, mbunge wa jimbo la Lulindi, kwa namna ya kipekee alivyoweza kuguswa na jambo hili na kuweza kutuma tume yake ikiambatana na katibu wa mbunge kuweza kututembelea kwenye kijiji cha Mijelejele kuangalia hali halisi ya maafa yaliyotokea hapa kijijini. Huko kijijini kuna baadhi ya watu wamepata maafa makubwa, pia kuezuliwa nyumba zao, lakini kwenye taasisi ndio kama hivi mnavyoweza kushuhudia, tumepatwa na maafa kwenye shule ya msingi Tuleane, kuezuliwa kwa madarasa mawili katika shule hii. Hivyo tunamuomba Mheshimiwa mbunge kwa namna ya kipekee alivyoweza kuguswa na jambo hili, basi aweze kutufanyia uhisani ya kututengenezea madarasa haya. Lakini kama anavyoweza kumfahamu Mheshimiwa mbunge Ali Issa Mchungaela ni msikivu na mtu ambaye anaweza kuongoza kwenye jimbo la Lulindi, ni mchapakazi hodari. Kwa namna alivyoweza kuguswa, basi swala hili naweza akatutekelezea kwa wepesi. Hivyo niweze kutoa shukrani zangu za dhati kwa jopo zima hili ambalo limekuja hapa. Lakini pia tumeweza kutembelea kwenye baadhi ya makazi ambayo yamebomolewa huko kijijini na upepo mkali wa siku ya Jumapili. Hivyo niombe tu kwamba Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru kwa namna ya kipekee ulivyoweza kuguswa na jambo hili na kuweza kufika kwenye maeneo ya kijiji chetu kuweza kuangalia hali halisi ya iliyopo katika baadhi ya majumba yaliyofanywa na upepo. Naitwa Sefu Muhibu Bule. Natokea Nanjota, kata na Mchota, mtaa wa Nazi Moja. Nashukuru kuja kuangalia maafa yangu yaliyonikuta hapa nyumbani. Na kweli nashukuru sana kwa msaada wao kunitembelea na kuja kunipa pole zao, nashukuru kwa hilo. Mbunge nashukuru kwa kutuma ujumbe wake kuja na kutumia uongozi wake kuja kunisaidia, kunipa pole sana, na washukuru wote anisaidie kwa maafa yaliyonikuta hapa nyumbani kwangu. Hapa wanisaidie katika maombi ya kujenga, kwa sababu nyumba yangu imeshaharibika na vitu vingi vimepotea, lakini haswa pa kulala ndio sina kabisa. Ndio haswa ninacholilia sana. Vitu vingine nitajitahidi mimi mwenyewe, lakini haswa kwa upande wa kulala sina kabisa. Nahangaika kwa mno mpaka leo. Nimepokea matatizo, naisubiri serikali itakavyofanya, na ninashukuru mmetembelea. Hali halisi mtaiona ilivyo, mnaiona ilivyo. Basi mimi siwezi kuona neno la zaidi ya hapo, kwa sababu nipo ndani ya matatizo. Zaidi ya nyumba, labda uharibifu, labda nilikuwa na unga humu karibu kilo ngapi, hizo 11 zote ziliharibika na maji. Kwa hiyo na mahindi pia nilikuwa nayo kiasi fulani, yote yamefukiwa. Nafikiri mkienda kuangalia jinsi palivyoporomoka, basi vitu hivyo vimeangamia, nilishindwa kuviokoa. Mimi naomba msaada wake tu kama mbunge.
faraja. Kwa sababu hata ukifiwa ukipewa mtu faraja unasema inshallah, au amfanya jambo la maana sana kwa mantiki. Kwa basi sasa, kwa maana hiyo ni kwamba kwanza niwashukuruni sana. Mtu ukifiwa usipopewa pole sana hakuna chochote kile. Kwa hiyo kitendo mlichokifanya mimi lazima niwapongezeni sana kwa kunipongeza. Ndio. Kusema hivyo sisi tushukuru. Ndio. Tuzidi kushirikiana. Ndio. Panapo majali wadogo kubwa. Ndio. Mungu kimpendeza tutaliona. Asante sana. Kwa sababu mheshimiwa wetu ni msikivu. Ndio. Na ni mtendaji haswa. Ndio. Kwa hiyo hapana shaka. Asante sana. Lakini pia inawezekana tukapokea ugeni tofauti tofauti. Ndio. Kutoka serikalini na nafikiri mwape ushirikiano zaidi. Asante sana. Inawezekana wakaja wageni kutoka wilayani. Ndio. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Msiofu. Basi nashukuru. Unajua mtu aliyeumia ukimwona mtu lazima umwambie karibu. Ni kweli. Karibu. Ni kweli. Ndio. Kwa sababu kwanza nifarijika kwa kuja kwenu, kwa sababu nimejisikia kitu fulani kwa amani imetulia. Kwa sababu kubembelezwa ni kitu cha maana sana. Mtoto akilia sasa ukisha mbembeleza atajisikia vizuri sana. Kwa hiyo nashukuru kuja kwenu. Asante sana. Asante sana. Basi nashukuru. Asante. Mungu akubariki sana.